kinachoua huduma, one thing that kills the ministry, kinachoua vipawa na karama, that kills gifts and talents, ni kitu kinaitwa roho ya mashindano. is what we call the spirit of competition. Kila mtu Mungu amempa alivyompa. Everyone has received according to Amempa neema aliyompa. God has given people the great gift. Sasa ghafla watu wananyanyuka wanaanza kushindana. Suddenly people raise, want to compete. Taka umshinde mama fulani. You want to compete one woman. Unataka umshinde mchungaji You fulani. want to overcome one pastor. Unataka umshinde nani fulani. You want to go against someone. Kushindana ni tafsiri ya kutokujiamini. Competition means not having confidence. Yaani hujajua Mungu alichokupa cha kwako kilivyo cha thamani. You don't know the value of what God has given to you. Watu wengi wameuliwa vipawa vyao. Many people's talents have been killed. Punga mkono kama unaelewa kitu nasema. Wameuliwa huduma zao. Their ministries have been destroyed Kwa sababu ya roho ya mashindano. because of the spirit of competition. Sikiliza, Listen, na mtu yoyote unayeshindana naye kwa siri, and any person you are striving with secretly, unashindana na Mungu. you are striving against God. Na ndio maana hutaka umshinde. And thus you cannot overcome Kwa that sababu person. unachofanya ni hila. Because what you are doing is deception. Roho ya mashindano. Paza sauti, sema roho ya mashindano. Roho ya mashindano. Hii ilikuwa ni kwa wanafunzi wa Yesu. This was with the disciples of Jesus. Siku moja wanamfuata Yesu, nani atakayekaa mkono wa kuume na wa kushoto? When they asked Jesus, who shall sit on your left and the right hand? Yesu akawaambia, Jesus told them, hakuna anayeweza kukaa. no one can. Kikombe ninachojua mnaweza kunywa. Akasema hicho Can you tunaweza partake hicho. the cup I'm taking? Sema yamkini hicho Yes, mnaweza, yes. lakini anayeamua hapo ni Mungu. He said the issue of cup, yes. Nimeona But watu here, wenye vitu God says, vikubwa. I've seen Halo, people with the mighty watu powers, wenye neema kubwa, people with the great grace, lakini kwa sababu ya roho ya mashindano but because the spirit of competition, hamna mahali wameenda. they are going nowhere. Wamebaki pale pale, They remain stagnant. wanajitahidi usiku na mchana. They struggle day and night. Huduma zao hazikui, Their ministry won't biashara grow. zao hazikui, Their business won't ndoa zao mature. hazikui. Their marriage won't Wana grow. mashindano ya ndani. They have inner competition. Ngoja nikuonyeshe andiko zuri kubwa sana. Let me show you one major important scripture. Umeniokoa na mashindano ya watu, You have delivered me from the strivings of the people. umenifanya kuwa kichwa cha mataifa. You have made me the head of the nation. Watu nisiowajua walinitumikia. A people I've not known shall save me. Angalia, ipo faida ya kushinda roho ya mashindano. There is advantage of overcoming the spirit of competition. Anasema umeniokoa He says you have saved na me mashindano ya watu. from the strivings of people. Unapiga keyboard lakini unashindana na mtu. You are Anasema competing. umeniokoa na mashindano ya watu. You have delivered me Jambo from la the strivings kwanza, of the people. The first, umenifanya kuwa kichwa you have made me the head cha mataifa. of the nations. Ukishinda roho ya mashindano unainuliwa juu ya mataifa. When you overcome competition, you are raised above the nations. Ziko huduma hazijakuwa kwa sababu zinashindana. Ministries are stagnant because they Mungu are. anatamani awape mataifa na mataifa, lakini roho ya mashindano zinabaki dominant, vinachipukia chupikia hapo wilayani, baadaye vinakufa chupwe, vinafia huko. Wanashindana. They are competing. Cha kwanza anasema The first is saying, umeniokoa na mashindano ya watu. you have delivered me from the strivings of the Moja, people. umenifanya kuwa kichwa One, cha mataifa. you have made me the head of the nations. Nani unashindana naye kwa siri? Whom are you competing it secretly? Na kwa nini unashindana naye kwa siri? And why do you compete with him secretly? Na kwa nini unashindana naye kwa siri? And why do you compete with Hii him imejaa hadi kwa wachungaji. This is also among the pastors. Na wakikushindana, wakikushindwa wanakutungia figisu. And when they fight with you, they fail, they conspire against you. Wanakunenea mabaya. They conspire, speak bad against you. Wanakuchafua kwa watu. They soil weeds from people. Hii imejaa kila mahali. This spirit Imejaa kwa waimbaji. is among the singers. Vipawa vimekuwa havina nguvu. The gifts are powerless. Huduma zimekosa uwezo The ministry have got no ability kwa sababu ya roho ya mashindano. because the spirit of competition. Anasema umeniokoa na mashindano ya You watu. have strove me from the fights of the Moja, people. umenipa mataifa. One, you have given me. Baraka nyingine nasemaje? Another- Watu nisiowajua The wamenitumikia. people I do not know shall save me. Ukishinda roho ya When you mashindano, overcome the spirit of competition, Mungu anakuletea watu usiowajua, God will bring you people you don't know. watakutumikia. They will save you. Kama ni kwenye biashara watakuja, If in watakutumikia. business, they will come and save you. Kama ni kwenye huduma watakuja, In the watakutumikia. business, they will come and they will save you. Shetani wanakuchochea kwenye roho ya mashindano Satan fuel you in the pit of ili competition akunyang'anye kipawa chako na huduma yako. so as to grab your gift. Mwambie jirani yako, ukishinda mashindano Ukishinda mashindano, utashinda. utashinda. Na kama unataka kushindana, shindana na mashindano. And if you want to compete, compete with competition. Punga mkono kama unanielewa kitu nasema. Kama unataka kushindana, If you want to compete, shindana na mashindano. compete with the competition.
Hiyo roho ya kushindana huko ndani, shindana nayo mpaka uishinde. Compete with the spirit of competition within you until you overcome. Na vingine si kwamba tu unataka, you need visibility. And other things, unataka kuonekana tu. Habari mbaya sana, Mungu anataka ajitwalie utukufu kupitia watu, sio kuwatukuza watu. Bad news. God wants to take glory through people and not people to glorify themselves. Watu wengi wanapenda visibility. Many people like visibility. Kuonekana, to be seen. Wao ndo wao. They are the ones. Wao ndo wanafanya. They are the ones doing. Wao ndo center. They are the center of everything. Wao ndo everything. kila kitu. They are everything. My friend, rafiki yangu, gusa huyo mtu, mwambie sikiliza. Touch that man and tell them, listen. Ukitaka kushindana, shindana na mashindano. If you want to compete, compete with the competition. Shinda hayo mashindano ulionayo ndani. Overcome that personal competition within you. Taka onekane bora kuliko wengine. You want to be seen better than others. Unashindana nini? Why so competing? Hasa kwenye huduma hizi za kiroho hizi. Especially in this spiritual ministry. Alikuwepo Elia akapita. There was Elijah and he passed away. Elisha akaja akapita. Elisha came when he went. Isaya akaja akapita. Isaiah came when he was. Yeremia akaja akapita. Jeremiah also came. Mitume 12 wakafanya kazi wakapita. Na wewe dada, mama, mchungaji, mtume, nabii utapita. And you mama, apostle, prophet. Unachoshindania ni nini? What is you fighting for? Wewe ni bora kuliko Ibrahim. Are you greater than ambaye leo hayupo? Who is not present today? Hivi leo ni mwaka 2000 na ngapi? 25. 2025. Nadhani waambie hivi, kwa rehema za Mungu na Mungu atusaidie sana. I won't tell you, but the grace of God will help us. Mwaka 2100 wote hapa hatutakuwepo. Hivi itakuwa ni miaka mingapi kutoka sasa? Miaka 75. Kuna ambao watakuwepo, hao walio tunavinyonyesha yamkini. Maybe the small ones. Mwaka 2105, 2107, my friend. Why are you competing? Kwa nini unashindana? Unawachimbia watu hadi mashimo. You are digging pits for other people. Yes, watu wanasema nitapambana naye mpaka hiyo huduma iharibike. I say that I start with him until that ministry. Tapambana naye mpaka tuone mwisho, I'll fight with him until na kula naye sahani moja. I'm aligning with him. Mgonjwa wewe wa akili. You are surely mental disturbed. Roho ya mashindano imeua vipawa na karama na huduma. Yani kuna watu kwa namna ambavyo wangemwachia Mungu aimbe kwa kumaanisha, wakaacha mashindano, hii Tanzania ingepinduka. Some people stopped. Huyu anaika kongamano hapa na wewe anataka analazimisha nifanye hapa. Huyu anaeka wanalazimisha mpaka wana na maugomvi na manini. Roho za mashindano. The spirit of competition. Kila mtu ataka aonekane bora kuliko mwingine. Everyone to be seen better than other person. Lakini angalia watu kama kina Nathaniel. But people like Nathaniel basi. Wanaanzisha tu kitu Hallelujah challenge. They only start. Wala hawajaita tabernacle the fire of glory, shusha moto, peleka, shindilia. No, they call it Hallelujah challenge. Alafu nyimbo wanazo kuimba ni Hallelujah 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 Watu wanaamka usiku wa manane wanaimba haleluya haleluya, wanaimba nyimbo za tenzi, wanaimba nini, wanabarikiwa, wanafuatiliwa na watu mamilioni kwa wakati mmoja. Wewe unahangaika, unaunganisha vina vya kati, vya katikati, vya mwisho. Wanasema kituo, mstari wa nyuma wa kituo. Utachelewa sana. Moja ya kitu Mungu atusaidie. One of the things God has wachungaji, waimbaji, mitume, manabii, wainjilisti, wafanyabiashara, kila mahali. Ukiweza kushinda mashindano umeshinda. If you can overcome competition, you have overcome.